wametoa fungu la 10, Mungu wetu, zidi kuwabariki na kuwaonekania. Tunaomba Bwana hii fedha ambayo itatumika kwa kazi yako, na ili Bwana injili yako Yesu Kristo iweze kuenea, na ili watu wengi wakujue na wakufahamu, katika jina la Yesu Kristo. Tunasema ni asanti pia kwa machemanzi ambao Bwana huwa wanafanya wanashughulika kwa sababu ya fedha hizi. Tunaomba Bwana uwapatie hekima, uwapatie ufahamu, Mungu wetu, na chochote ambacho huwa wanahitaji, ili Bwana waelekeze hii fedha kulingana na mapenzi yako. Tunakushukuru Mungu wetu, wakati tunapoenda kazini mwetu, Bwana ubariki kazi ya mikono yetu. Utuonekanie wale ambao wanafanya kazi mashambani mwao, Mungu wetu, ili Bwana waweze kupata mafuno nafuu, Mungu wetu. Na pia tuwakumbuka ambao huwa wameajiriwa, na ili Bwana kibali chako kienende pamoja nao. Na wale ambao wanafanya biashara, Mungu wetu, uwapatie ujuzi wa kufanya hizi, na ili waweze kunawiri, Mungu wetu, na wasilemewe na chochote kile, Mungu wetu. Tunakushukuru na tunakuinua kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Katika jina la Yesu Kristo twaomba. Asante, twashukuru Mungu kwa ubali ametuwezesha hata pia kulisikia neno la Mungu, na no tuthiete na mudi ria turikaniire. Mudi ni ya nawaambia hata mankuli tutaweza kukula, niturugeirwo no turiria nginya keki hau ri nitukwamba kuheo kiugo kiria mwathani aturathimite nakio, na wasomi wa neno la Mungu wanaji mahali tunasoma, na wakaribisha saa hii. Wazi wa ibada, Bwana asifiwe. Somo letu la kwanza tunalipata kutoka kitabu cha Mwanzo 41. Mwanzo 41 kutoka mstari wa kwanza. Na nimeokoka mchana wa leo. Kama tuko hapo tukaweza kuendelea. Ikawa mwisho wa miaka 2 mizima, Farao akaota ndoto, na tazama, ipanda kutoka mtoni, wakajilisha na tazama, ng'ombe 7 wengine wakapanda nyuma ya kutoka mtoni, wabaya wamekoda, ng'ombe wabaya waliokonda wakala wale ng'ombe 7 wazuri wanono. 5 akalala, akaota ndoto mara ya pili, tazama, masuke 7 makubwa mema, na tazama, masuke 7 membamba yamekaushwa na upepo wa mashariki, yakatokeza baada yao. Kisha hayo masuke membamba 7 yakayala yale masuke 7 makubwa yaliyojaa. Basi Farao akaamka, kumbe ni ndoto tu. Mstari wa 8, hata asubuhi roho yake ikafadhaika, akapeleka watu kuwaita waganga wote wa Misri na watu wote wenye hekima walioko. Farao akawahadithia ndoto yake, wala hakuna aliyeweza kumsafiria Farao mambo hayo. Basi mkuu wa wanyweshaji akamwambia Farao akisema, na yakumbuka makosa yangu leo. Farao akasirikia watumwa wake, akanitia nifungo nyumbani mwa mkuu wa askari. Mimi na mkuu waokaji tukaota ndoto usiku mmoja, mimi na yeye, kila mtu tukaota. Na huko pamoja nasi palikuwa na kijana Mwebrania, mtumishi wa mkuu wa askari.
akatuhadithia, naye akatufasiria ndoto zetu. Akamsafiria kila mtu kama ilivyokuwa ndoto yake. Ikawa alivyotufasiria ndivyo ilivyotokea. Mimi nalirudishwa katika kazi yangu, na yeye alitundikwa. 14. Ndipo Farao wakamleta upesi kutoka gerezani. Akanyoa, akabadili nguo zake na kuingia kwa Farao. Nimeota ndoto, wala hakuna anayeweza kunisafiria. Nami nimesikia habari zako, ya kwamba usikiapo ndoto waweza kuifasiri. Yusufu Mungu atampa Farao majibu ya amani. Farao akamwambia Yusufu, katika ndoto yangu nalikuwa nikisema, ng'ombe 7 wanatoka mtoni, wanono wazuri, wakajilisha manyasini. Kisha tazama, wakapanda baada yao, dhaifu, wabaya sana, wamekonda. Katika nchi yote ya Misri sijaona kama wakawala wale ng'ombe 7 wa kwanza, wale wanono. 21. Na walipokwisha kuwala, haikutambulikana ya kwamba wamewala, bali wakaonekana. Basi nikaamka, kisha nikaona katika ndoto yangu, na tazama, masuke 7 yanayotokeza katika bua moja. Pepo wa mashariki yakatokeza baada yao, na hayo masuke dhaifu yakameza. Nikamwambia hao waganga, wala hakuna aliyeweza kunionyesha maana yake. 25. Yusufu akamwambia Farao, ndoto ya Farao ni moja. Mungu yafanya hivi karibu. Wale ng'ombe 7 wema ni miaka 7, na yale masuke 7 mema, na wale ng'ombe 7 dhaifu wambaya waliopanda baada yao ni miaka 7, na yaliyokaushwa na upepo wa mashariki yatakuwa miaka 7 yaja. Ndivyo nilimwambia kwamba Mungu amemwonyesha Farao atakayoyafanya hivi karibu. Tazama, miaka 7 ya shibe inakuja katika nchi yote ya Misri, 30 baada yake, na shibe ile yote itasahauliwa katika nchi ya Misri, na njaa maana itakuwa nzito sana. Na ndoto ya ilivyokuja mara 2 ni vile, kwa sababu neno hilo Mungu amelithibitisha, na Mungu atalitimiza upesi. 33. Basi Farao na akajitafutie mtu wa akili na hekima, amweke juu ya chini ya nchi ya Misri. Sehemu ya 5 katika nchi ya Misri. Katika miaka hii 7 ya miaka hii mema ijayo, wakaweke akiba ya nafaka kuwa chakula katika miji, na hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka hiyo 7 yaja, itakayokuwa neno litaendelea. Somo la pili tutalipata katika kitabu cha Yakobo 4 kuanzia 10
Mwangi na nimeokoka. Haya basi, ninyi msemao leo au kesho na kufanya biashara na kupata faida, walakini hamjui yatakavyo, maana ninyi ni mvuke uonekanao kwa kitambo, kisha hutoweka. Bwana akipenda, tutakuwa hai na kufanya hivi au hivi. Wasomaji wetu kaitu mahurire karuheni. Asanti. Nitukurugama na maguru maitu. Mea Mwokozi stanza ya kwanza na chorus tuendelee. Kumtegemea Mwokozi wangu tamu kabisa, kukubali neno lake ninala moyoni. Yesu, Yesu na mwamini, nimemwona karibu. Naomba tuketi. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu sana ni kwa sababu ya yale yote hapa. Napo tazamia Mungu akapata kuhuisha mioyo yetu na mawazo yetu kupitia neno lake. Jina langu ni katika wokovu. Huyu Mungu amekuwa mwema katika safari hii ya imani. Nimemuona akiniongoza. Na Bwana akiendelea kunivika na neema yake na utukufu wake katika safari hii. Mimi siwezi pate kwenda haraka. Kanisa na washukuru sana, sababu si vyema nikikaa sana bila kusema jambo hilo. Na wabariki na tutaendelea pamoja katika hali. Baba Mungu, katika jina la Yesu tunakushukuru sana, ni kwa sababu ya mpango wako mkamilifu. Tukisema ni asante ni kwa sababu ya majira haya uliyoyajua na kuyaelewa toka mwanzo. Twakushukuru sana Baba wetu wa mbinguni, ni kwa sababu unajua kesho tungalimo siku ya leo. Na ndiposa unatuita ili kwamba tukapate kujibwaga na kujikabidhi katika mpango wako ulio mkamilifu. Na ili Baba wetu wa mbinguni ukapate kutuongoza katika kila jambo lililo jema. Na ili ukajidhihirishe katika maisha yetu kuwa ya kwamba wewe ndiye Jehova Mungu. Na kama jinsi ambavyo neno lako linasema ya kwamba wewe ndiye yule jana, leo na hata milele. Tuwapenda kukutukuza ni kwa sababu wewe ni Mungu wa majira. Baba wetu wa mbinguni, asante ni kwa sababu tunatarajia na kutumainia kwako. Roho Mtakatifu wa Mungu, achilia neno la Mungu, na ili kwamba likapate kutuhimiza, kutukanya na kutuelekeza, nasi tukayajue mapenzi yako na tukayatende. Nalo jina lako likasifiwe na likatukuzwe. Kwa Yesu Kristo tuwaomba na tukishukuru. Amen. Basi ningependa, sababu singependa kuingia sasa katika mambo ambayo tayari yamepita, lakini ni vyema tuseme ya kwamba mioyo yetu, viongozi wetu
sisi wale ambao Mungu ametukabidhi kuiombea nchi, kuiombea serikali, wakati ambapo unaona ya kwamba yule mwovu shetani anaachilia roho wa kukandamiza, roho wa kutaka kuharibu maono, roho wa kutaka kuharibu mpango na mchoro wa Mungu juu ya maisha ya watu wa Mungu. Jambo hilo linainamisha mioyo yetu sana. Na ninasema hivyo sababu ni kwamba mara nyingi tunatumia muda ambao ni mwingi sana kuomba na kupanga. Praying and planning. Even thinking, reflecting on the kind of leadership that God requires in essentially like this one. And when as a church we spend time, when as a church, we sacrifice, and so that we pray for our country, Kenya, that we love so dearly, it really breaks our hearts. It really discourages us, because when you realize that truthfulness is not, is not being made manifest then it really becomes a discouragement in as far as running of our institutions, our country, a county like Kiambu and other counties is concerned. Why am I saying this? Waitito katika county hii. Yeah. Kama mnafikiria siasa iko mbali sana na sisi. Tunaiona ndio hiyo inapita na inaenda hivyo. Tukaingia kwa Waitito, ikaenda hivyo. County ya Kiambu wega ni agerire kugena itueka. Amen. But it should now come to an end so that we can have a fresh what? Kwa na njira njega tugeciya igana cia katia nigetha maruini twira Jehova Ngai twe kiambiriria kiega. Kukosea na heshima hii mambo ya mnaenda kwa mikutano mazishi, governor, unajua mara nyingi tuko huko. Atuagireire kutoka kwa neno ambalo tumelisoma, the reward that it comes as a result of proper analysis and interpretation. The reward that comes as a result of proper analysis and interpretation. We encourage one another by telling one another it is time to live your dream. Tell the person seated next to you that it is time to live your dream. Ni nyakati za kuishi katika ndoto. Amen. Sababu ni kwamba kila mmoja wetu anayo ndoto katika nyanza tofauti. Katika maisha yako unayo ndoto, katika ndoto kuna mambo ambayo ungependa kuona yametimia katika maisha yako, na hivyo basi hiyo ni ndoto yako, na ndiposa unaelekeza bidii yako katika ndoto hiyo. Ningependa kwenda tu haraka na sababu muda umeenda sana, na kupitia maandiko ambayo tumeyasoma, from Genesis chapter Genesis 41, and we have read from verses 1 through 37. And the scripture that we have read, it is talking about king
as a king, he had a dream which nobody could properly interpret. Kuipambua, kuweza kuelewa ni ndoto ya aina gani hii ambayo alikuwa ameipata. Na ngano zimefungwa pamoja, ameletwa mbele zake 7. Na hivyo basi akajiuliza ni jambo hili ambalo linatukia. Na wakati huu ni vyema kukumbuka ya kwamba Yusufu alikuwa na hivyo basi akashikwa na hukumu ya kuwa alikuwa anajaribu kutamani mkewe mfalme. Na hivyo basi akashikwa na amefungiwa. Wakati huu ndio tunaona Farao alali, Farao anasumbuka, Farao aelewi ni la kufanya ndilo lipi. Na tunaona ya kwamba Farao alilolifanya ni kwamba akatumana kwa kila mganga ili kwamba akaweze kumsaidia kuweza kuihelezea ihota. Basi Farao tunaona ya kwamba katika usumbufu wake ni moja tu ambaye anaweza kuielezea vizuri ama kuitafsiri. Na yule ambaye anaweza kuitafsiri anaitwa Yusufu, na Yusufu ako katika njera. Basi Farao akasema na iwe hivyo, na aletwe haraka ili kwamba akaweze kuielezea ama kuitafsiri ndoto hii. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Viongozi wetu wa county mukiongozwa na mfalme governor, kuna ndoto ambayo mnahitaji kuitafsiri. Na ni vizuri sana governor kujiuliza mara kwa mara, ni nani huyu ambaye atanisaidia kuitafsiri ndoto hii kwa ukamilifu bila kipendeleo, na ili kwamba nikaweze basi mfalme Yusufu atolewe njera. You know, na kaingi tumageragera ni todo kwina ndumarotete iro ona gekeno matire katia matire gekeno matire. I'm sorry sababu sasa unajua ninyi sasa ninawaona ilikuwa ninahubiria hawa. He mundu uikarite na agathĩnĩka nĩ tondũ wa county ya Kiambu. Na akaga kĩndũ gĩatirwo kĩ? Thayũ. Na akaga kĩndũ gĩatirwo kĩ? Ai, kai mũtaranyita. No nginya ndĩmwĩra ta twana ta ciana cia church school. He mundu ũrathĩnĩka nĩ tondũ nĩagĩte kĩndũ gĩatirwo kĩ? Nĩagĩte thayũ na nĩararigwo atĩrĩrĩ kai kũrathiĩ atĩa. Na rĩu kaingĩrĩra gwathi ũguo mundu nĩathiaga gacaria utafsiri kwi andu arĩa matetĩte atĩa matagĩrĩire. Farao alienda kwa waganga wacha asumbuke, sababu alikosa nini? Alikosa jibu. Mpaka wakati ambapo watu wa Mungu waliketi wakamuelezea mfalme, unasumbuka ili hali kuna moja tu ambaye ako na jibu, na jina lake anaitwa nani? Yusufu. Amen. I'm sorry. Sasa ngava na wewe, unajua shida yako ni kwamba wewe ni rafiki.
Na ndiposa ninakaa nikiongea. Wakati mwingine mama aliniambia muna misread. He got misread. And as a result of that, I can't get any of it. So when Pharaoh needed an interpreter, Joseph was in jail. Amesahau ya kwamba aliingizwa ndani akiwa ametoka kwake kwa nyumba. Na Farao no wayire aterere anyitwo nitondu agiko kiriku giki. And that is not the physical one, but maybe the spiritual one. We kuone todo twale toneleli. Anete. We thini wanjera fulani ne todo leli. Ni kwageire na conspiracy. Ando ni maikalire the moigaleri. We ndo agerire. But a glory be to God. Ate ni kolenga igoro. Jehova nga yothagira gihoto no hothagira horo ki wama. Horo ini ocio na Yusufu oliyo ni muthamaki kiroto giki kiroiga atia akiuga atiriri mugwanja iroiga atiriri ni guka ngaragu nene theine wa furu muthamaki wiharirie. Amen. Wiharirie tondu wa ngaragu iria imbere. And this is what we are calling what? Interpretation of dreams. Doing an analysis. Mutongoria wothe atongoria aitu thiini wa county ni abataranagio ni gweka analysis kinyira maundu maria makonie kiroto ke mundu enakio kiroto gia county yitu governor tondu we ni we urotete na ni we turorete iguru aria mangerugama nawe handu aria mangegutaithia gutaura kiroto giki nigetha county ya Kiambu theini wa bururi uyu tureta Kiambu tondu thina uyu waingira ri with it mutoke kuhuragira rwe Mheshimiwa Zakaria we urakuhurira he mundu we handu uroria riri nikikurathia na mbere thiini wa county ya Kiambu.
ungiaga gukinyaniria tondu mwaka wa kanitha ni urathirire ungiaga gukinyaniria Bwana Yesu asifiwe. Mundu uretwa Yusufu akiohorwo thiini wa njera tamu yake itathirite ni tondu ya Ngai no horo ukonie gutongorio ni uhoro wa ma. Wa bururi na turerwa tukire toro nigetha riu tucokaniririe irio tuige thiini wa thito nigetha ng'aragu yaingira ri irio ici ikahũthĩka miaka mũgwanja ya ng'aragu. Yusufu agĩtaũrĩra mũnene akĩmwĩra atĩrĩrĩ so nigetha thĩna woka ũgahota kũrũa na ng'aragu ĩyo. Maũndũ merĩ na nigetha tũrĩkie that when your family, when the community are here, when Coleta County when it is in trouble, they require people with ability to analyze the situation at hand, and so that they are able to interpret it, and then they have to give a solution. And that is the reason as to why our young people that are in other various places, undertaking different courses. Why are you in that particular institution? You are there so that you can get in our country, the challenges that we have wherever. Amen. Data analysis. Are there some of our young people courses as pertaining to the interpretation of data? We are calling you to arise, to glory be to God. He's consulting very well with our MCA. For people that have been empowered, and that is the reason as well I want to say that number one, point number one, and there are two. Permission to go to the various places. They go through a training. They get them out and
security, no. Wananyoma barabara, no. No results. I'll be there. From me. So what we are saying is that each one of us has been empowered for success. Nikapita ndio sababu niko mahali pale, lakini I'm not contributing to the government. Agora mangekati, agora mangekusaidia wega. Ndio tukatike hilo katu. When you want to did you have the right before? Allowed to you? Mheshimiwa Zakari. Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe. Let me also say based on our candidates, because we are in for the exam season, you have been empowered. Since when you got to baby class, grade whatever, until where you are. Quite a lot you have been empowered by your parents, by the church, by the teachers, by men and women of goodwill. They have been there for you. So you cannot claim not to have been empowered. And if you have been empowered, then move towards what? Success. So that when the results will be out, then it will be our season of thanksgiving. A season of saying, yes, we have made it together. Because our efforts have been geared towards, playing the ball together, and so that we may come out to be victors. Point yake tuelane atiri. It is always good to be instructive. If you want to become successful, be instructive. Being instructive means give the instructions that have been given to you. Instructions that have been given to me. Now when the people come to the assembly calls and tells me, there is the election. Then I start telling him that, that is not the election that I am supposed to move to. Am I being obeying the instructions that have been given to me? At all times it must be answerable to somebody somewhere. When the movement of the presbytery tells me that we need to meet on a certain particular day, I have to cancel quite a lot of programs so that I
I heed, because he is my boss at that particular time. We want to encourage one another by reminding ourselves that even as we serve, our objective should be, and must be, that we have been called to be resourceful, we have been called to work towards, towards the well-being of our institutions, and so that we are able to post results when needed. So we need to be analytical, assessing the issues of life, for there lies the secrets to our career excellence, academic excellence, our ministry breakthrough. We really need to do a lot of analysis, and so that by the end of the day, we will be able to tell of what we have done with the season that I and you have been required, to serve and to work, and so that we post results and nothing but results. Now, so that we may come out successful, maybe I need to make up. I need to make 3 points, and then I'll call upon our leaders for prayer. Number 1. In every journey there are challenges. In every career there are challenges. In every dream that we are supposed to interpret, there are challenges. But one thing that we should remember is that every journey that has started, at one point, amen. We want to encourage each one of you and each one of us that number 2, I am not where I am by mistake. The heaven. That began at a certain particular time. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tondo gutio ndo muhuthu thiini wa thĩ ĩno
that the journey that you are, the journey that you began comes to an ensure that the journey that has begun comes to an end. You know, what are you telling us? You are causing the enemy to do what? You are causing the enemy to rejoice. Ikana mpaka mwisho ukishafika basi utasema ya kwamba sitaanza safari nyingine. Haleluya, Bwana atukuzwe. Jambo la mwisho niseme hivi, that when you are on a journey, know that there are challenges. In order for you to overcome challenges, challenges requires one, patience. Challenges requires your perseverance, and so ensure that you maintain your focus. Amen. You go to enjoy. Amen. Leo kujera nesi ya udongere. You know, ikana nani. Bwana Yesu asifiwe. Maintain your focus in whatever course that you are in, and so that so that by the end of time you will come out, you know, successful, victorious, and you'll be able to tell the rest of the people that I have a history, and my history is that I made it. Bwana atukuzwe. Wewe na ndole masana ndaga Christian education. No, and I said no. We can be done again. Ya mwisho ya kinyali. Udoge ayero hawe. Ndio kwenda kutabia safi hapo. Bwana Yesu asifiwe. Then again, ensure that you are self-control. Again, ensure that there is what we call self-encouragement, meaning that you have to encourage yourself. Although amen. You go and tell what I'm saying is that we need to encourage ourselves. We should have what we call self-encouragement, because at one particular time or the other you might find somebody, you might be looking for somebody to encourage you, and you miss that particular person. Self-encouragement is key. It is important. May the name of God be glorified. But then, just to remind you, is that there is a reward that comes as a result of proper analysis and interpretation. Remember, Joseph did it well, and as a result of that, he became the prime minister in Egypt. I get to the prime minister.
nigetha kauragire muthamaki iroto ciake. It is in the will of God, it is His prayer that we fight and come out victorious in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us lift up our hands to bless them so that we pray. Our loving Father, in Jesus' name, we want to thank you so very much because of granting us a moment to fellowship together with our leaders in the county of Kiambu.
We want to appreciate you, dear. We want to thank you because these your leaders the way where they have come from and where they are, they can attest that it has taken your right hand of power, your right hand of faithfulness, oh Lord. Standing with them as a church, we pray, dear Lord, that you may continue to fight their battles, and so that they may come out victorious in every area of their lives. As we commit their family lives before you, as we commit them that they love before you, as we commit their leadership to you, dear Lord, we pray, Jehovah Lord, that you may continually visit them. Dear Lord, we pray for unity of purpose. Dear Lord, we pray that you will enable them to reason together. And as a result of that, come out with a solution to the challenges that are there. Father, we pray that you may enable them. When there are financial challenges, we pray, dear Lord, because in the past you've been our provider, and we are witnesses to the same. Dear Lord, because of the many voices that are coming from within and from without, voices that are not true. Lord, you continue to help them stand together in unity, and your name shall be glorified. And as a church and as a county, we will take our possessions to declare that we are blessed because we stood in unity. We thank you, dear Lord, because of the vision that you've given to our governor. We pray, dear Lord, that you may enable him to interpret it, and so that the King of him, and so that, dear Lord, they may work together in unison, and your name shall be glorified. Both the spiritual, in order that you may bring glory to your holy name. We thank you and we exalt you. That you may grant us a new beginning, and so that we may continue in it, and so that pray that you will enable us, we the citizens of Kiambu, even to uphold our leaders in prayer, and so that Jehovah Lord, they may get encouraged to do that which is worthwhile. We pray, dear Lord, that love will abide in their midst. We pray whenever they sit down, in order that they may think and listen together. We glorify your name and we praise you. We also want to commit the membership of this congregation that are here. And dear Lord, the members that have got their various needs, we pray that you may remember them. We pray that you may visit them. The sick, dear Lord, visit and touch them. And heal them, King of glory, because you have done it in the past. We surrender and commit ourselves to you, because you are our well-able God. Receive honor and receive glory, because they belong to you, Jehovah Lord. For this we pray, believing and giving thanks in the name of God the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And we all say, Amen. God bless you. God bless you. Thank you. Thank you so very much.
mchungaji wetu kwa hilo neno. Kwa kweli sina la kuongeza, lakini kushukuru Mungu kwa ubali ametufikisha. Tulio in the mood. Bado tuko kwa mood. Umeona meza imekuja hapo kwa sababu lazima tutakata keki kabla tutoke ndio tupate nafasi ya mankuli, na keki inapokuja tutaongozwa Thank you. Keki itasimamishwa tu hapo ndio tuweze kumaliza na benediction, alafu tutakata keki kwa haraka sana. Tunaomba tusimame baada tuingie kwa hiyo program nyingine. Amen. 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 Baba Mungu, katika jina jikabidhi mikononi mwako tunapotamatisha ibada yetu. Twaomba ukashukuriwe, ukainuliwe, pokea sifa. Tuajiachilia mikononi mwako tunapofumukana, tukiomba ukapate kuenenda mbele zetu. Pia wakati mwingine wa kukongamana katika nyumba yako, katika ushirika wa katikati ya wiki, tutalisifu na tutaliabudu jina lako. Endeni kwa furaha na tena kwa amani. Mungu wetu akawabariki kazini mwenu. Mungu wetu akawabariki manyumbani. Mungu wetu akawabariki mkiwa katika ulimwengu, akawalinde, akawatunze na ili jina lake Mwenyezi Mungu likasifiwe na likaabudiwe. Na sasa baraka zake Mwenyezi Amen. Tuketi tafadhali. Tunataka tuwe na nafasi hiyo fupi sana